Hiki ni kijiji ambacho kimejaliwa kuwa na watu wengi ambao ni maskini. Sasa hapa tutambulishwa kwa kijana anaitwa Manoj. Alikuwa amekaa peke yake akiandaa kimemo kwa ajili ya kuingia nacho kwenye mtihani. Familia yao ni duni sana. Nyumba moja lakini anakaa yeye, baba yake, bibi yake, babu yake, yani familia nzima kwa ujumla. Sasa kesho yake wakati wa mtihani ni kila mtu darasani alikuwa tayari na kimemo chake kwa sababu hiki kijiji wanafunzi walikuwa hawana akili kabisa. Kwa hiyo mkuu wa shule alikuwa anawaruhusu wachiti katika mitihani ili mwisho wa siku wote waweze kufaulu. Afisa wa polisi anashtukia huu mchezo. Sasa mkuu wa shule anamuomba atoke pembeni ili aweze kuongea, anampa hongo ili swala liweze kuishia chini kwa chini, lakini mshikaji anakataa na mkuu wa shule anakamatwa. Kwa hiyo kwa mwaka huo matokeo ya kutoka, wanafunzi wote walipaswa kurudia darasa. Tuarudi nyumbani huku akina Minaji, baba yake anataka kuondoka. Anamwambia mke wake ya kwamba anapaswa kumhudumia mama yake na watoto wote kwa ujumla. Anapaswa akajitafute kwa sababu maisha yamekuwa magumu sana. Basi mke wake anambariki na mzee anasepa. Wakaamua kubadilisha trekta kuwa kama daladala ili waweze kusafirisha abiria kutoka sehemu moja ama nyingine. Lakini wanakamatwa kwa sababu walikuwa hawana kibali cha kufanya hivyo. Lakini Manoj usiku ule akabidi amfuate afisa polisi na kumwambia kwamba anaomba msamaha na anaomba arudishiwe trekta lao kwa sababu ile ndio njia pekee ya yeye kupata pesa. Sasa kutokana na maneno ambayo alikuwa anaongea Manoj, mshikaji kabidi amuelewe. Akamwambia ni mwaruhusu kuchukua trekta yenu lakini mnapaswa kutulia. Na kwa kuwa kulikuwa ni usiku, akaamua awape lift mpaka nyumbani. Sasa baada ya kuwafikisha sehemu ambayo wanatakiwa kufika, Manoj akamwambia kwamba nashukuru sana na naomba nikiwa mkubwa niwe kama wewe, nifanyaje? Jamaa akamwambia kwamba tumia akili zako kwenye mtihani na usichiti tena. Basi tangu siku hiyo Manoj alikuwa ni mtu wa kula misuli, yani muda wote anasoma. Ikafika wakati wa mtihani tena ule ambao anaambiwa ataurudia. Manoj yuko kwenye chumba cha mtihani, yeye anakoma mwenyewe tu lakini wenzake bado wanaendelea na vimemo. Matokeo yakatoka, darasa zima wamefaulu. Wenzake wote wamepata division 1 lakini Manoj aliyetumia akili zake amepata division 3. Bibi yake akawa anampa usia kwamba chukua hizi pesa ambazo nimezitunza kwa muda mrefu, nenda mjini kasome chuo, tunakutegemea sana. Manoj akawa anasindikizwa na rafiki zake pamoja na ndugu zake moja kwa moja mpaka kwenye gari. Safari yake ilikuwa ni nzuri sana. Lakini baada ya kufika mjini alikuwa amesinzia. Anaamshwa na kondakta, anamuuliza kwamba naona begi langu silioni. Begi langu liko wapi? Ikabidi amuulize kondakta, hivi umemwona mtu yote ambaye amechukua begi langu? Kondakta akasema ya kwamba mimi nitajuaje begi lako, na kila mtu alikuja na begi lake. Basi wale ambao wamefika Dar kwa mara ya kwanza pale Ubungo alafu mtu akakupokea akapita nyuma ya basi, watakuwa anamuelewa vizuri bwana Minaji. Jiji limekuwa chungu sana kwa Manetu Pandey. Ndo kwanza kafika lakini hana kitu. Wauno umepita na kila kitu. Anawashangaa tu watu katika migawa maana pesa zote ambazo alipewa na bibi wauno wamepita nazo. Anaenda katika mgawa mmoja na kuomba chakula na anaahidi kwamba akimaliza ataosha vyombo maana hana pesa. Akapewa chakula ili aweze kula. Hapa pembeni tutambulishwa kwa mshikaji mwingine ambaye anaitwa Pandey. Ni mwanafunzi wa chuo lakini kwao ni watu wenye pesa sana. Sasa baada ya kumaliza kula Manoj akaenda ili apewe vyombo aweze kuosha, lakini mhudumu anamwambia kwamba haina haja kijana, nimekuhudumia tu. Sasa Mwanetu anakataa, hakuna cha bure mjini mzee wangu, mnataka kunifanya nini? Mimi nimekuja hapa nimekuomba msaada na tumekubaliana nitaosha vyombo. Sasa Pandey anamwambia basi nitakulipia mimi. Mshikaji anakataa, wewe ni nani unilipie? Hapa ni mjini hakuna cha bure. Kwanza fanya haraka, mimi nataka nielekee chuo. Baada ya kusikia neno chuo ikabidi aje. Samani kaka, kumbe na wewe unaelekea chuo? Sasa mimi sina pa kukaa kabisa, wameniibia kila kitu na kwetu ni maskini. Jamaa anambia basi urudi kwenu. Anasema hapana, siwezi kurudi kwa sababu kwetu ni maskini sana na mimi bila kutoboa hatuwezi kuishi vyovyote. Mshikaji anamwambia kwamba basi tuondoke wote, tuwai train ili tuweze kwenda sehemu ambayo mimi nakaa, tutaishi pamoja. Kufika huku mshikaji kumbe akae peke yake, yupo na mshikaji mwingine. Na hapa tutambulishwa kwa mshikaji kibonge ambaye anaitwa Tatu, na huyu ni mtu ambaye anakaa naye pamoja. Sasa kufika huku tutambulishwa kwa blaza anaitwa Gauri. Ni jamaa ambaye amesoma sana lakini ameshindwa kugraduate kwa sababu kila mwaka yeye huwa anafeli. Na hapa alikuwa anawapahusia washikaji ya kwamba mnapaswa kusoma sana na hutakiwi kukata tamaa kwa sababu familia zinategemea. Jamaa akamuuliza swali, mimi sina kazi, nimeibiwa kila kitu, sasa nitaishije mjini? Unaweza kufanya kazi gani? Mimi naweza kufanya kazi yoyote ile kaka. Basi kazi umepata. Akaunganishwa huku library ambapo atakuwa akifagia, kufuta vitabu pamoja na kuosha vyoo. Jamaa akasema poa tu. Mshikaji anakula sana mitungi, kwa nini unalewa sana kaka? Lakini sisi hatuna pesa. Wewe ndo huna pesa, mimi babangu ni tajiri na analazimisha kusomea uaskari na mimi sipendi kusomea uaskari, kwa hiyo acha tu nile pesa zake kwa sababu amelazimisha kusoma kitu ambacho mimi sikihitaji. Matokeo ya mwaka mwisho akawa ametoka na Gauri anaenda kucheki matokeo anakuta amefeli tena, na huu ndio ulikuwa mwaka wake wa mwisho kusoma maana ameshasoma sana. Akabidi afungue mgawa, lakini mwisho wa siku akanawaambia dogo zake kwamba yeye amefeli lakini nyie hamtofeli, ni kukaza tu wanangu bila kuchoka, hakuna kukata tamaa.
Siku zikasonga, mwisho wa siku matokeo yakatoka, lakini mwanetu Manoji akawa amefeli. Akataka kukata tamaa, lakini blaza akamwambia kwamba hakuna kukata tamaa. Kwa hiyo jamaa akazidi kupiga kazi, anaosha vyoo kila kitu ili mwisho wa siku aweze kupata nafasi ya kufaulu. Manoji akawa amefaulu na kuingia mwaka unaofuata. Wanayo akawa wanafurahi sana kwa sababu Manoji alikuwa ni mtu ambaye anajituma sana katika kazi, na mwisho wa siku mambo yote akaenda sawa. Manoji akiwa katika harakati za kuomba boom akagundua kwamba hii taasisi wanataka kumpiga tu pesa zake. Akaanza kuongea kwa nguvu, jamani, hawa ni matapeli, naombeni mswape pesa na msijaribu kujisajili kabisa, naona kabisa wanataka kutupiga. Huyu binti akasema, baba, ni kweli hawa wanataka kutupiga. Mwisho wa siku Manoji akajenga ukaribu na familia hii. Siku inayofuata bibi Eshira akawa ameelekea library kwa ajili ya kujisomea. Anakutana na mshikaji. Hey, mambo, kumbe unasoma hapa? Na mimi nasoma hapa. Sikujua. Asante sana kwa sababu ya jana. Wakiendelea kuongea maneno matatu, librarian anamwambia kwamba unaitwa na profesa. Jamaa akashtuka, nini shida? Lakini kufika huku profesa anamwambia kwamba huyu ndo kijana ambaye ameongoza katika testi yangu. Hongera sana kijana. Watu wakamshangilia na akampa chocolate 2 kama zawadi. Akaendelea kujenga urafiki hapa na pale, akashindwa kumwambia huyu binti kwamba anasomea kitu gani, lakini waliendelea kuzidisha ukaribu baina yao. Sasa siku moja akiwa darasani, profesa anafundisha na kuuliza kwamba nani anaweza kuelezea kuhusiana na mekanizmu ya hii rocket. Huyu demu akasema, simama uwaambie, mimi sijui, simama uwaambie. Binti akasimama na kusema kwamba profesa, rafiki yangu hapa anaweza kuelezea vizuri sana. Jamaa akasimama akasema kwamba mimi siwezi kuelezea kwa sababu mimi sio engineer, nasomea uaskari. Watu wakacheka sana mle ndani. Demu alikasirika kinoma kwa sababu mshikaji alikuwa amemdanganya tangu mara ya kwanza. Baada ya kuharibu kule, anarudi upande wa pili. Huyu mzee anamshtaki kwamba ameiba pesa. Jamaa alikasirika sana na akamwambia kwamba kuanzia leo ndo mwisho na nimeacha kazi. Mshikaji wake akana mtafuta sana na akaja katika upande huu ambao ni mashine ya kusagia nafaka, yani unga pamoja na mchele. Kufika huku anamkuta mshikaji anakaa huku. Sasa ndugu yangu, maisha gani haya? Unasomaje ukiwa huku? Naomba tuondoke tukakae sehemu pamoja. Hapo unasomaje ndugu yangu? Uweze kufaulu kwa aina hii. Kaka, nasoma vizuri sana. Niamini mimi. Njoo uone huku. Ikabidi amuonyeshe sehemu ambayo jamaa anajisomea. Mshikaji alisikitika sana kwa sababu babake ana pesa na kila kitu, lakini mshikaji anasoma na kufanya kazi kwa bidii. Akambembeleza sana kwamba waondoke pamoja, lakini jamaa akakataa. Upande wa pili tena huku tunaona wameingia katika chumba cha mtihani. Wanafanya mtihani. Jamaa anasema pepa nimelinyosha sana. Yaani pepa lilikuwa kitonga. Mshikaji akamuonyesha, hivi ulisoma vizuri maswali? Hebu angalia hapa ndugu yangu. Una uhakika? Una uhakika ulijibu hivi? Jamaa kuangalia pepa anagundua kwamba ameenda OP. Kila kitu ambacho amekijaza amekosea. Jamaa alikasirika sana kwa sababu huu ndio ulikuwa mwaka wake wa mwisho. Baada ya kufeli jamaa ikabidi aende nyumbani kwa yule demu ili aweze kumwomba msamaha. Lakini kufika na kukutana na mfanyakazi tu. Hawa watu walishasafiri kaka. Naweza kutumia simu? Ndio. Ikabidi ampigie demu. Halo, mambo. Kwa nini umenipigia? Na kwa nini umekuja nyumbani kwetu? Nimekuja kuomba msamaha. Nilikukosea sana. Umefaulu? Hapana, sijafaulu. Sasa wewe unaacha kusoma, unaacha kufanya kazi utafute pesa ili uweze kurudia, umekuja nyumbani kwetu. Naomba uondoke hapo. Ondoka kabisa nyumbani kwetu. Tafuta pesa ili uweze kurudia masomo. Lakini sio kwamba nimefanya makusudi kukudanganya, ni kwamba nilikuwa nashindwa pa kuanzia. Naomba uondoke, rudisha hiyo simu, uondoke hapo. Tafuta pesa ili uweze kurudia masomo. Jamaa akaondoka kinyonge sana kwa sababu yule binti alikomwambia maneno ambayo sio mazuri. Jamaa kuwa na namna ikabidi arudi zake maskani. Kufika anapokelewa na jamaa yake. Mwanangu kitambo sana. Mdogo wake naye akaja akampokea pale. Sasa kufika huko anamuuliza vipi watu wazima? Wazima kabisa kaka. Tulikuwa tumekukumbuka. Vipi kuhusu bibi? Na kuuliza vipi kuhusu bibi? Lakini anakaa kimya. Kufika ndani anagundua kwamba bibi yake alishakufa muda mrefu sana. Baada ya kurudi nyumbani mama yake anamwambia maneno mazito. Wote wawili wanaishakulia tu. Jamaa akagundua kwamba hakuna namna nyingine. Yeye ni mtoto wa kiume, anguko lake ni anguko la familia. Kwa hiyo inabidi asimame, afute machozi na aendelee kupambana. Mshikaji akarudi zake mjini tena na akarudi kwenye ile mashine, akawa anafanya kazi sana. Babake akaja kumtembelea na kumwambia kwamba fanya tu rudi nyumbani. Unajisomesha mwenyewe, unaishi kwa shida, huna ndugu mjini. Haya yote ni kwa sababu ya mimi babako sina kipato. Fanya urudi nyumbani tu, twende tukaishi pamoja. Lakini jamaa anamwambia mshua kwamba mimi nitapambana, mimi ni mtoto wa kiume na siwezi kurudi nyumbani kama sina gwanda la askari. Na hakikisha mwaka huu unafaulu baba, wala usiwe na mashaka. Wewe rudi nyumbani, kaa vizuri na mama, kaa vizuri na wadogo zangu, na kuhakikishia babangu nitafaulu. Jamaa akajipanga, akawa anapiga sana kazi, anasoma sana na kula sana msuri. Lakini mwisho wa siku baada ya kipindi kuisha akaja yule demu akaanza kumuomba msamaha. Nisamee, zilikuwa ni hasira tu, sikupanga kukujibu vibaya. Lakini mshikaji akamwambia kwamba maneno yako yalikuwa ni kama funzo sana kwangu. Nashukuru sana. Sisi ni maskini na sasa umenipa kitu cha kufikiria. Siwezi kuanzisha mahusiano. Nasoma, nikifaulu na hakikisha nitakutafuta.
Tunarudi huku kwa Pandevu, matokeo yametoka, amefeli. Babake anamtukana sana. Dogo, umefeli, unataka nini? Hakikisha unaondoka nyumbani kwangu. Upande wa pili yule mwanamke anatafuta sehemu ambayo anaishi mshikaji wetu Manoj. Anafika moja kwa moja mpaka mashineni. Anashangaa sehemu ambayo anakaa Manoj, lakini Manoj anamkaribisha bila wasiwasi. Huyu mwanamke anamwambia kwamba Manoj, matokeo yametoka na umefaulu. Umebakiza semester moja tu uweze kumalizia chuo. Kwa hiyo unatakiwa kuhama hapa. Chukua hizi pesa na ukapange. Lakini Manoj anakataa. Huyu mwanamke anamwambia kwamba huu mwaka wa mwisho uliobaki ndio mgumu zaidi Manoj. Unatakiwa usome kwa bidii. Upande wa pili rafiki zake wote wamewaka. Manoj, mwanetu unatakiwa ufaulu. Acha mzaa. Sasa Pande amelewa akawa anamwambia kwamba mshikaji wangu wewe una akili sana na kwenu ni maskini, lakini kuna vitu unachanganya. Uwezi kusoma, kufanya kazi na ukaendekeza mapenzi kwa wakati mmoja. Huyu mwanamke atakuja kukuharibia career, niamini mimi. Yule demo alijisikia vibaya sana na ikabidi aondoke pale. Lakini maneno haya wakati anaongea Pande yalikuwa amelewa. Na huyu binti akamwambia kwamba wewe kama ni wa kwangu basi utakuwa wa kwangu. Mimi naomba tuachane kwa sasa. Naomba usome. Mimi nipo kwa ajili yako. Kaka mkubwa Gauli naye anamwambia kwamba kuanzia leo ndugu yangu unatakiwa usome na utakuwa unakaa pale kwenye chumba changu. Nisikuona tena unafanya kazi. Unatakiwa kufaulu. Maana ukifaulu wewe, wote tumefaulu. Ukifanikiwa wewe, wote tumefanikiwa. Jamaa aliendelea kumsisitiza kwa nguvu sana kama vile ni baba yake mzazi. Jamaa ana upendo sana. Upande wa pili huku demu kamletea stopwatch na kumwambia kwamba kila kitu kina wakati wake na sasa ni wakati wa kusoma. Jamaa anakula sana msuli. Nguvu zake zote amezielekezea katika swala zima la kupambana na kusoma. Ilipokaribia mitihani ya mwisho, huyu dada akaja tena kumpa moyo. Hutaki kukata tamaa, hakikisha unasoma na mimi nipo hapa kwa ajili yako. Blaza tena akarudi. Kijana, hakikisha kwamba hakuna kukata tamaa. Kuna kipindi umeme ulikuwa unakatika, lakini jamaa alikuwa anaenda barabarani kusoma kwenye zile taa za barabarani. Ukafika wakati wa mtihani, jamaa amekomaa sana, amekamia sana huu mchongo. Kile limetoka Pande amefeli tena. Anaongea na babake anamfokea sana. Manoj anafika na lazima simu nimpigie yule dada, lakini jamaa anamwambia kwamba wewe unachokiwaza ni wewe na mpenzi wako. Hakuna kitu kingine ambacho unakiwaza. Hebu ondoka. Uwezi kuuliza hata mimi nimepata ngapi. Unamwaza tu mwanamke wako. Naomba uondoke. Jamaa akamwambia kwamba dada watu hana kosa. Ungesoma kwa bidii. Kutokana na furaha ambayo alikuwa nayo Mungu ya kufaulu mitihani, akapiga simu kijijini kwao. Mama, nimefaulu. Basi hichi kitu kilikuwa ni furaha sana katika hii familia. Msijali, kila kitu kitakuwa sawa. Na akaamua apige simu nyumbani kwa yule binti. Akaambiwa kwamba hayupo lakini akirudi tutampa simu. Baada ya kurudi akampigia yule binti na kumwambia kwamba nyumbani imeshakuwa noma. Kuna mtu kamwambia Mshuo kwamba anatoka na wewe, kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana mimi na wewe kuonana. Sasa jamaa akanajifikiria, ni nani ambaye amesababisha hichi kitu? Akaja kukumbuka kwamba ni Pande. Lakini akumtafuta sana Pande akakuta kwamba jamaa alielewa sana na kusababisha vurugu. Kwa hiyo alikuwa polisi. Mshikaji akamfuata na kumtoa. Kwa nini umefanya vile ndugu yangu? Huku yule demo anajitetea kwa babake. Hapana baba, mimi nilikuwa namsaidia kusoma tu. Yule ni kama kakaangu, nilikuwa namsaidia kusoma. Alafu naomba kesho nimsindikize kwa sababu ana interview na mimi ni mtu pekee ambaye anamwamini. Kesho basi udemu akaja kumfuata ili jamaa aweze kupendeza, aweze kuelekea sehemu ya interview. Wote wakawa wamefurahi sana. Jamaa akapelekwa saluni pale wanamtengeneza vizuri ili aweze kupendeza sehemu ambayo anaelekea. Kapiga suti yake safi, lakini mwisho wa siku akaenda kumtembelea Pande. Japokuwa jamaa alikuwa amemfanyia ubaya, mshikaji akamwambia kwamba hayo ni matatizo madogo sana na sisi una kiume mwanangu, umenisaidia sana kipindi ambacho hakuna mtu ambaye aliweza kuniona. Lakini ukiwa anaelekea kwenye interview jamaa na mawazo mengi sana, anaona kama viatu ni vidogo, mara joto ni kali kwa sababu hii ni mara yake ya kwanza, lakini binti muda wote alikuwa pembeni yake na akampa kimemo kumwambia kwamba usikifungue, ukishatoka kwenye interview hakikisha unakisoma na ukiwa peke yako. Wakiwa nasubiri katika foleni pale, mara jina yake likaitwa. Manoj, ni zamu yako sasa. Baada ya kuingia pale wakaanza kumchapa maswali. Vipi kijana, umetokea wapi? Tupe story ya maisha yako. Jamaa kana jikanyaga sana, akaambiwa kwamba unaonekana kama ulirudia, shida ilikuwa nini? Mshikaji akanyosha maelezo kwamba walikamatwa anaibia mtihani, kwa hiyo ikabidi warudie darasa zima. Hawa akamwambia basi sawa, nenda nje tutakuita tena. Baada kutoka Manoj akajua kabisa hapa shughuli imeshaharibika. Akakumbuka kile kimemo. Kukifungua hivi yule demo amwandikia kwamba haijalishi utafanya kazi gani, iwe mashineni, utafagia barabara au utasafisha vyoo, wewe jua kwamba wewe ni wa kwangu. Je, utakubali kunioa na Manoj? Manoj akasema sasa hapa nipate kazi au nisipate, mchumba tayari. Akaitwa tena mara ya pili. Sasa hapa alikuwa na confidence kutokana na maneno ambayo alikuwa ameyasoma kwenye kimemo cha yule dem. Anawaambia kwamba mimi nitafanya kazi kwa bidii. Kutokana na familia niliyotoka hakuna kitu ambacho kitanishinda. Basi ile siku ambayo kila mtu alikuwa anaisubiria ikawa imefika. Matokeo yametoka. Watu hapo kama buku, kila mmoja anataka kuangalia kama amepata kazi. Manoj alikuwa ni mtu mwenye wasiwasi, basi demo ikabidi aende kumwangalizia. Akarudi na tabasamu na huku akilia akitikisa kichwa akimaanisha kwamba kazi wamepata. Manoj aliishiwa nguvu kwa furaha ambayo alikuwa nayo. Kila mtu alikuwa anafurahi kwa sababu ya Manoj. Rafiki zake wote wakawa wamefika. Basi hapa ikawa ni shangwe sana.
Mama yake akafuatwa na kuambia kwamba kuna simu imepigwa kwa ajili yake. Kwenda anamsikia mwanae anamwambia kwamba tayari amepata kazi. Hichi kitu kiliwafurahisha sana, na mwisho wa siku mshikaji tunamwona anaenda kituo cha polisi, sehemu ambayo yule afande alimkamata na kumwambia kwamba maneno yako yamenijenga na sasa nimevaa uniform, mimi ni kama wewe. Jamaa alifurahi sana kuona maneno yake yamemfanya mtu aweze kufanikiwa. Mwisho wa siku ni uchaguzi mzuri wa marafiki ambao unatupoteza au kutujenga, na kupata mtu sahihi kwa wakati sahihi. Hakikisha kwamba marafiki zako hawakufanyi ukasahau hali ya nyumbani kwenu, na hakuna kitu ambacho kitawatokea waliokataa kukusaidia. Mwisho wa siku inatakiwa upambane na upate vyako. Natumaini ni mafunzo makubwa ambayo tumeweza kuyapata kutokana na maisha magumu ambayo tunayapitia kila siku. Shukrani sana kwa wewe ambaye ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Utakuwa umetisha sana kama uta like, comment, kushare pamoja na kusubscribe katika channel yangu hii ya Mansurcast.